Jamani ndugu na jamaa mliofika kwenye msiba huu, nataka nisome historia fupi ya marehemu. Lakini kabla hatujafanya yote, mimi naona kwanza tunaweza tukasoma kwa wale ambao walikuwa amekufa wanamudai ili alipwe hela zake, na kingine kwa wale ambao labda hatujajua kama walikuwa wanamudai, itabidi wajitokeze waongee ili wapewe haki zao. Na hapa itabidi nisome ka historia gafupi ambako kanamhusu huyu marehemu. Marehemu amezaliwa tarehe 8 mwezi wa 6 2015. Marehemu amekufa tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2029. Munisikilize kwa makini jamani, ili tukamhifadhi aendelee kwenda huko mbinguni. Marehemu ameacha watoto 20, wajukuu 38 na vitukuu 150. Alijitahidi huko, atabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Marehemu ameacha madeni aliyofumaniwa na mke wa mtu. Agapigwa faini ya 58.900. Na Mungu ametwaa na Mungu ametoa na ametwaa. Jina la Mungu lihimidiwe. Jamani, mwenye swali anaweza kaongea kama hajasoma huko. Endelea kijana. Jua mzee, mimi hapa nimekaa nimekusikiliza, umesoma hayo maneno yako ulioandika hapo sawa. Kwa nini deni langu mimi hujaandika hapo? Mimi watu niliowasoma ni wale ambao wameandikwa humo. Kwa hiyo kijana utanisamehe kwa hilo. Mimi huyu nilikuwa namdai. Mimi nimekuja hapa msibani kufuata hela yangu. Sio kwamba mimi naenda kumzika huyu. Na wewe tu tukusikilize. Samani kidogo. Yaani hapo kama huyu hapa naye alikuwa anamdai, inabidi naye alipwe. Mwanangu, mimi sasa nitakuwa nimefanya kazi gani hiyo? Kwani ulikuwa mdai shilingi ngapi? Yaani huyu hapa mimi ningepiga tu yani hesabu za haraka ni chini ya 200,000 nilikuwa namdai. 200,000. Inapaswa alipwe sasa. Sasa mbona hujaandikwa? Kwa sababu kama amekumbukwa huyu ambaye alishikwa ugoni, umesaulika wewe. Mimi nilikuwa namdai. Mambo gani sasa haya, mtu anakupa hela sawa? Tulie. Wewe unajua hilo unalodai, sawa? Unajua hilo unalodai. Wewe unadai shilingi 2,000 unabisha, unadai mimi nakupa 2,000 yako, unapita hivi, shika hapa. Shika. Ala, msomaji tuendelee. Tutaendelea kwa kitu cha mbele.